Kwa jina naitwa Sada Juma Ramadhan, ni katibu wa kina mama UWT wilaya ya Dimani. Napenda kutumia fursa hii kwanza kuwashukuru wananchi wote kwa kujitokeza kwa wingi kwenda katika vituo vya kupigia kura na hatimaye kukichagua Chama cha Mapinduzi kwa awamu ya 8. Kwa kipekee kabisa naomba nitumie fursa hii kuwapongeza kina mama kwa kujitokeza kwa wingi zaidi, kwa sababu takwimu ya kina mama inaonyesha kwamba ni wanawake ni wengi duniani. Kwa hivyo tunaamini kwamba wapiga kura wengi walikuwa ni akina mama, na vile vile kina mama hawa ninawapa pongezi za kipekee kwa sababu ndio ambao walihamasisha amani na utulivu, nyumba kwa nyumba, kijiwe kwa kijiwe, duka kwa duka, kabla ya uchaguzi na hata baada ya uchaguzi. Baada ya hapo, napenda nitumie fursa hii kumpongeza kwa dhati kabisa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kupata ushindi uliotukuka. Ushindi uliotukuka kwa sababu ni ushindi ambao haukuwahi kutokea toka tumeanza mchakato wa vyama vingi. Kwa hiyo inaonyesha kabisa kwamba mwanamama huyu anakubalika na anaaminika. Kwa hivyo sisi kama kina mama tunampongeza zaidi Dr. Samia Suluhu Hassan. Vile vile tunampongeza baba yetu Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kupata ushindi wa heshima. Kama ambavyo tulimwaahidi, UWT tutahakikisha ya kwamba tunahamasishana, si UWT wanachama wa Chama cha Mapinduzi pekee, bali hata wanachama ambao si wa Chama cha Mapinduzi. Tulitoka mguu kwa mguu kwenda kuwaomba kura na hatimaye Dr. Hussein tumemvisha taji ambalo tulimwahidi. Mpaka hapo tunawaombea heri na baraka viongozi wetu. Allah awajalie, awape wepesi katika kazi zao na waepushe na kila aina ya shari. Vile vile kwa kipekee sasa nakuja kwa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Tunamshukuru sana kama kina mama kwa sababu amesababisha tumekuwa tuna hamasa ya kipekee toka ambapo ameunda baraza lake la mawaziri. Tukitizama baraza lake la mawaziri, ametoa nafasi 10 ambapo kuna mawaziri wanawake 5 na manaibu waziri wanawake 5. Hii inaonyesha nini? Hii inaonyesha kwamba Dr. Hussein Ali Mwinyi anatuamini, anatuthamini na anatukubali kina mama. Na ndio maana akaamua kutupa dhamana hiyo. Hivyo basi matarajio yetu kama kina mama ni kwamba mawaziri hawa na manaibu waziri hawa wataenda kuwa viongozi bora na viongozi wa mfano katika serikali yetu hii ya awamu ya 8. Na kubwa zaidi, hawa kina mama, unajua kina mama ndio unaambiwa ukimwelimisha mwanamke mmoja ni sawa na umeelimisha jamii nzima. Kwa hiyo tunatarajia hawa, kwa kuwa ni akina mama, kwa kuwa ni wanawake, wanatambua uchungu wa mwana, hawa watakuwa ni walezi wa jamii na wamepewa kazi za kwenda kututumikia sisi wananchi wa kawaida. Hivyo basi tunaamini kwamba changamoto zetu kina mama, wazee, watu wenye mahitaji maalum, vijana sasa zinaenda kutatuka zaidi. Tunatambua huko nyuma awamu iliyopita, alhamdulillah, Dr. Hussein alijitahidi sana kututatulia changamoto zetu, ikiwemo mikopo kwa kina mama na wajasiriamali tumepata, tunaendesha shughuli zetu vizuri kabisa bila stress. Lakini pia kiwango cha elimu kimepanda na mazingira ya elimu yamekuwa rafiki. Vile vile kina mama sasa hivi tunaweza kuna hospitali nyingi zinafikika, wananchi wote wanapata huduma za afya na mengine mengi ambayo kila mtu aliyashuhudia. Tukianza kwenye hizi wizara ambazo Mheshimiwa Rais ametuamini kama wanawake, kuna wizara nyeti kabisa, wizara ambayo ni wizara ya nchi, ofisi ya Rais Ikulu.
hapa kawekwa waziri mwanamama Mheshimiwa Saada Mpuya. Huyu ni mwanamama wa kwanza kabisa katika wizara kama hii kusimama mwanamke. Kwa maana hiyo tunaona kwamba wanawake tunaweza kushika nafasi mbalimbali za juu, nafasi za aina zote, yani kiufupi kina mama tunaweza. Tukija katika wizara ya elimu, tunaona amerudi waziri wetu yule Mheshimiwa Lela akisaidiana na Mheshimiwa Hadija. Hawa wote ni wasomi na ni watu ambao wamehudumu pia katika sekta za elimu. Kwa hiyo tunaamini kwamba elimu kwa upande wa Zanzibar inaenda kupanda zaidi, kuwa na inapanda daraja zaidi. Vile vile tukija katika swala katika wizara ya ardhi, maendeleo ya makazi, ambapo hapa sasa hii wizara hii inasimamiwa na mwanamama Mheshimiwa Rahma akisaidiana na naibu waziri wake Mheshimiwa Rahma. Tukimtizama Mheshimiwa Salha, tukimtizama Mheshimiwa Rahma kwa muonekano wa kawaida tu, ni mwanamama ambaye kwanza ana hekima, ni mtulivu, akili yake imetulia, na wizara hii ni wizara ambayo ina mazonge mengi sana. Masuala ya ardhi, migogoro ya ardhi ni mingi. Sasa tunaamini kwa kuwa amewekwa mwanamke mwenye hekima, busara, mchapakazi, tunaamini kwamba zile kero, manunguniko, masikitiko ya wananchi kuhusiana na masuala ya ardhi na masuala ya makazi zinaenda kutatuka. Tukija katika wizara ya habari sasa, sanaa, utamaduni na michezo, hapa pana mheshimiwa mwanamama mwamba kabisa, Mheshimiwa Riziki Juma Pembe. Mwanamama huyu ni mwanamama mchapakazi. Hapa tunaamini kwamba fursa za vijana kama vijana watapata fursa kwa wingi, na wakiwemo kina mama humu. Masuala ya utamaduni, tunaamini kwamba vijana ambao wamejiingiza kwenye masuala ambayo ni yako nje na tamaduni zetu, tunaamini kwamba watawarejesha katika mstari, na hatimaye mila na tamaduni za Mzanzibari zitarudi kama zilivyokuwa awali. Tukija kwenye wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, pana Mheshimiwa Ana Atanas Kwao na Mheshimiwa Zawadi ambaye umaarufu wake kunipa kidogo. Sasa hawa tukiwatizama huyu waziri na naibu waziri kwenye wizara hii ya jamii kwa ujumla, jinsia, wazee na watoto, tuna imani kubwa sana kina mama kwamba hapa ndio roho yetu ilipo. Tukitizama kuna watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu, kuna masuala ya udhalilishaji wa watoto, hapa yanaenda kushughulikiwa zaidi. Tukija katika uchumi wa bluu na uvuvi, hapa tuna imani ya kwamba Mheshimiwa Mboja ataenda kupambana kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira za kutosha humo. Na tukimalizia wizara ya ujenzi na uchukuzi, naibu waziri Badria na yeye ataenda kupambana kwa namna yake kuhakikisha vijana, wanawake tunapata fursa zaidi. Ushauri wangu sasa kama katibu wa kina mama wa wilaya, na washauri viongozi hawa, mawaziri, manaibu waziri ambao Mheshimiwa Rais amewaamini kwa mapenzi yake yote, basi waende wakafanye kazi iliyotukuka. Katika ufanyaji kazi wanatakiwa wasiabebe madaraka yale katika paji la uso. Ukibeba madaraka katika paji la uso, madaraka yale yatakutoka, kwa sababu hata maji ukichukua ukayaweka kwenye paji la uso, hata kama unakomwe kiasi gani, lakini yale maji yatatiririka. Bali madaraka haya waende wakayaweke katika moyo, kama ambavyo Mheshimiwa Rais amewateua kwa moyo wa dhati kabisa, kwa imani kubwa kwamba wataenda kumsaidia kuitumikia jamii, basi na wao waende vile vile. Huo ni ushauri wangu. Lakini katika utendaji kazi wao, na washauri zaidi wakawe na subra, hekima na busara katika kutekeleza majukumu yao. Imani yetu sasa kama kina mama, tunaamini ya kwamba
hapa ni mwanzo tu wa Mheshimiwa Rais kutuamini. Tunaamini kwamba kwenye fursa nyingine zinazokuja bado kuna nafasi za makatibu wakuu, kuna nafasi za wakurugenzi, kuna nafasi za marasi, kuna nafasi za madisi, makatibu tawala. Kote huko Mheshimiwa Rais, sisi kina mama tunaweza. Kwa hiyo kina mama tuko pamoja na wewe, chapa kazi, tutakusaidia kazi. Tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akupe kila la heri katika kuliongoza taifa letu hili na kuepushe na kila aina ya shari.